uh, anaitwa Abdul Mohas. Nataka kujibu hii comment ambayo anasema hapa ni wapi, trading center inaitwaje? Asante, umeuliza vizuri. Hapa ni wapi? Hapo ni East Pokot. East Pokot, sehemu za inaitwa Tiaty constituency, na town hiyo center inaitwa Chemlingot. Chemlingot. Kwa nini nimetulia sana wakati nimekuwa nikiona Waislamu ni kana kwamba wanafurahia kwetu kufukuzwa katika sehemu hiyo? Mara wengi wamekuwa na kejeli, unajua mbona muende kuvamia mtu kwa ploti yake, mbona muende kuvamia mtu kwa shamba lake, simtafute sehemu nyingine. Nimekuwa nikisikia na nasoma comment hizo zote na hayo maswali ambayo watu wamekuwa kiuliza, sana sana Waislamu na wengine pia wasiokuwa Waislamu. Kuna Wakristo baadhi yao ambao kwa kweli sikuwa naona haja ya kulizungumzia hili, kwa sababu kama wewe ni Mkristo ungekuwa tu na ile kusema kwamba wacha niulizie nijue ni nini kabisa kilichotokea. Maana sidhani kama mtu aliye na akili timamu ningeweza kuchukua tu video hiyo alafu naiweka tu for the sake ya wale wengine walikuwa wanasema ati ni kwa sababu ya kutafuta views. Mimi I'm not after views, I'm not after anything. Mimi langu tu ni kufikisha watu wapate kuelewa ni kitu gani kinafanyika. Hii ni town inaitwa Chemlingot. Vile nimekuambia iko East Pokot, Tiaty constituency. Na town hii, sehemu hiyo si sehemu ya mtu yeyote, ni sehemu ya serikali. Na mikutano yote ambao hufanyika katika town hiyo, iwe ya Waislamu, iwe ya Wakristo, iwe ni mikutano gani, sehemu hiyo imetengwa kwa sababu ya mikutano ya aina yoyote. Unifuatilie vizuri. Maana hata tulipoenda kwa DC, hapo ndio tulipatiwa. Na kama vile nimesema, ndio sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya kufanya mikutano. Sasa huyu mama ametokea wapi? Sehemu hiyo wakati ni sehemu ya kufanyia mikutano, nyuma yake yayo maduka ambao unayaona yako hapo nyuma ndio maduka ya huyo mama, si kiwanja. Maana kiwanja kiko mbali na hayo maduka. Sisi tumeweka mkutano kwa kiwanja, mahali mikutano hufanyika kila mara, lakini yeye kwa sababu ya chuki. Na nimeona kuna Muislamu anauliza mahali, ati mbona Wakristo wanachukia Waislamu? Hakuna Mkristo anachukia Muislamu. Hakuna. Na kama ukitaka kujua ni kweli, wewe angalia Waislamu wote, nchi za Kiislamu ambazo zinakuwa ruled na Sharia law, zote ambazo zinaruliwa na Qur'an, zimeingia uchafu, zimeingia vita, watu wanapigwa, watu wanauawa, lakini mahali ambapo Waislamu wanakimbilia wapate hifadhi si nchi za Kiislamu. Angalia Gaza, angalia vile wanapigwa kule. Mahali wanakimbilia ni wapi? Wanataka kulazimisha paka kule kufunguliwe. Misri, sehemu ya Waislamu, wamefunga mipaka. Msiingie hapa. Kule kwingine kote wamefungiwa. Lakini wanatafuta mahali ambapo Wakristo wapo ili wapate hifadhi. Maana wanajua Wakristo roho safi. Angalia hapa Somalia. Somalia kumepiganwa. Ingia hapa Garissa, ingia wapi? Kumepiganwa. Watu yani kila saa ni abduction, mara sijui nini, lakini wanakimbilia sehemu za Wakristo. Hakuna Mkristo anamdharau, wala hakuna Mkristo anamchukia Muislamu. Hakuna. Wakristo hivi sasa tunakaribisha Waislamu mpaka maeneo yetu. Enda Kisumu, enda Kakamega, sehemu za Wakristo, enda wapi? Waislamu wanakaribishwa kule, wanaweka misikiti, wanaanza kutangaza ujumbe wao. Hakuna Mkristo anaingilia jameni. Hakuna. Lakini wewe Mkristo, chukua vyombo vyako, enda Garissa. Ama uchukue vyombo, usiende Garissa, hapa Isili unaanza kuandamwa. Uliona juzi kuna ubiri walienda kuhubiri pale Isili, wakapigwa na vijana pale. Wakapigwa kabisa, vijana wa Kisomali wakawapiga, titokeni hapa, nendeni kwenu, nendeni mkahubiri. Hivi sasa hata wewe ukiangalia ile sehemu kweli ni sehemu ya lazima tujiulize. Sehemu ile ambayo tulifanyia mkutano, najibu hii hoja ambayo imeletwa hapa ama hii swali limeulizwa na huyu bwana Abdul.
Hiyo si sehemu ya Muislamu yeyote, ni sehemu ya serikali na watu hufanyia hapo mikutano. Sasa si tumeenda kuweka mikutano kama watu wengine. Yule mama wa Kisomali ndio alisema hamwezi kufanya mikutano hapa, tokeni mwende kwingine. Hiyo na maana alikuwa anatufukuza eneo hiyo, kwa sababu hawakutaka ujumbe wa Yesu Kristo uendelee pale. Lakini tunashukuru maana kwa ajili ya hilo tukio lililotokea tu pale, kwa hilo tukio tu peke yake, kuna Muislamu aliona haki na akaona kama kweli ati Wakristo wanafukuzwa katika sehemu kama hii na ni sehemu ya Wakristo, ati hawezi fanya mkutano pale, ni Waislamu tu ndio wanaweza fanya. Hii imani yetu si imani ya kweli. Yule mzee alikubali ujumbe wa Yesu Kristo na aliweza kubatizwa kwa maji mengi. Tunashukuru. Najua mtaanza Waislamu wataanza kusema hapa uongo. Kama ni kweli, wekeni video yake hapa. Sisi huwa hatufanyi vituko kama hizo. Hapana, hatufanyi. Tunajua imani ya Kiislamu vile inasema man badala dinahu faqtuluhu. Mwenye kuritaja akaacha dini ya Allah, dini ya Uislamu, muueni. Hatuwezi tukadhubutu kufanya vitu kama hivyo. Waislamu ni wengi wanamkubali Yesu, ni wengi wanaokoka, ni wengi wanabatizwa. Hata Bwana Abdul, kwa swali lako ambao umeuliza, iwapo utakuwa umeguswa mahali ungependa kumpokea Yesu Kristo, sisi hatuwezi tukakutangaza. Hapana, hatuwezi tukakutangaza. Tunakuacha hivyo mpaka mwenyewe uamue, niko ready, I'm ready now to proclaim, I'm ready now to take the message of Christ. Kila mahali ndio unaachiliwa, unaendelea. Kwa hivyo mpate kujua, nimetoa kwa ufupi briefly. Kama mtu atahitaji labda the whole scenario na mambo mengi, we can share. Tunaweza tukazungumzia jambo kama hili na watu wa Mungu waweze kubarikiwa. Barikiweni sana na muwe na wakati mwema. Ninawapenda sana, lakini juu ya yote Yesu anawapenda sana. Asante.